Ukiendelea hivi unajimaliza mwenyewe, na wala usitafute mtu aliyekuroga, kwa maana utakuwa umejiloga mwenyewe. Kila siku unafanya vitu kadhaa bila hata kufikiria. Unadhani ni kawaida au ni mazoea madogo tu. Lakini ukweli ni kwamba tabia hizo ndogo ndogo zinaweza kuharibu maisha yako polepole na taratibu kukuweka nyuma ya wengine. Leo nitakuonyesha tabia 10 zinazoweza kuharibu maisha yako taratibu ili ujue na unapaswa kuanza kuziacha sasa. 1. Kuahirisha kila kitu. Kitaalamu tunaita procrastination. Unakuta kila wakati unasema, nitafanya kesho, kesho, kesho. Kuahirisha majukumu kila mara huunda mkusanyiko wa kazi zisizofanyika. Kila kazi inayosalia kwenye sehemu fulani inakuwa mzigo mkubwa zaidi siku baada ya siku. Mtu anaweza kuishia kushtuka miezi au miaka baadaye akiona maisha yake hayendi kama alivyotarajia. Tabia kama hii inaweza kupelekea madhara kama kupoteza fursa za kazi, kuchelewa kufanikisha ndoto, na pia kujenga tabia ya kutokamilisha jambo lolote, yani wewe mambo yako yanakuwa haendi kabisa. 2. Kukosa nidhamu ya muda. Kitaalamu tunaita lack of time discipline. Kukosa kuzingatia muda, kuchelewa au kutumia muda bila mpango. Ukichukulia muda kama rasilimali ya bure, unaanza kupoteza uwezo wa kupanga na kufanikisha malengo. Hii huanza kuathiri kazi, masomo, uhusiano na afya. Na madhara yake ni kupoteza fursa za maendeleo, kushindwa kufikia ndoto zako, na pia kuonekana kama mtu asiyejitegemea. 3. Uvivu wa kila siku, yani chronic laziness. Kila kitu unafanya kwa minimum effort au kwa kukiacha mara nyingi. Mtu anapofanya kila kitu kwa mazoea au kuepuka jitihada, anaufundisha ubongo wake kukosa nguvu ya kushughulika na changamoto. Siku za siku na muda wa bure hubadilika kuwa usio na tija, na taratibu mtu anaanza kuwa nyuma ya wenzake kwa kila kitu. Hii ndio unakuta mtu zake wanafanikiwa, yeye wala hata hana huo mpango. Madhara yake ni kushindwa kukua kitaalamu, na pia kushindwa kutosheleza malengo ya kifedha, na pia hata kudhoofisha heshima ya mtu mbele ya wengine. 4. Kutokujifunza vitu vipya. Hii huitwa stagnation. Kukaa kwenye comfort zone, kutojifunza ujuzi mpya au kujaribu njia mpya. Mara nyingi watu hushikilia tabia hii kwa sababu ni rahisi. Lakini ulimwengu unaendelea haraka na kila mtu anayejifunza hupita mbele. Hii inaashiria kwamba maisha yanapita bila wewe kufanikisha kile ulichokusudia. Madhara yake ni kutokuwa na competitiveness, yani unakuwa huwezi kushindana na wenzako. Pia kushindwa kubadilika kwenye kazi au biashara, na pia kutosonga mbele kiakili na kifedha. 5. Kutokuwajibika kwa maamuzi, yani irresponsibility. Kufanya mambo bila kufikiria matokeo au kudai visingizio kila wakati. Mtu anayefanya maamuzi bila kuzingatia matokeo anaanza kuvuruga maisha yake polepole. Tabia hii huathiri uhusiano, kazi na heshima ya mtu. Mwisho wa siku, mtu anaanza kupoteza heshima ya wengine, kuanguka kimaisha, na pia kushindwa kutimiza malengo ya kifamilia au kitaalamu. 6. Kutokuzingatia majukumu madogo, yani neglecting small responsibilities. Kutozingatia vitu vidogo vinavyojenga maisha, mfano kama kulipa bili kwa wakati, kufanya chores, mazoezi ya afya. Vitu vidogo huonekana si muhimu, lakini taratibu vinaweza kuunda mfululizo wa matatizo makubwa. Mtu akipuuza mara kwa mara, maisha yake yanapoteza mpangilio na usahihi, na hii hupelekea mgogoro wa kifedha au wa nyumbani, na pia usumbufu wa kila siku na hata matatizo ya afya kutokana na kutotunza mwili. 7. Kuchelewa kufanya maamuzi muhimu. Kitaalamu huitwa decision paralysis. Kuchelewa kuchukua hatua au kuamua juu ya mambo muhimu kama elimu, kazi, ndoa au biashara. Muda unapita, fursa hazirudi. Mtu anapoteza nafasi za kipekee zinazoweza kubadilisha maisha yake. Matokeo yake ndo mtu anaanza kukosa maendeleo na hata kushindwa kufanikisha ndoto, na pia kuchelewa kuanzisha familia au biashara. 8. Kutokujali afya, yani neglecting health. Kutozingatia usingizi, lishe, mazoezi na kuacha dalili ndogo za afya. Afya ni rasilimali ya thamani sana. Ukipuuza mwili wako polepole, utajikuta unakabiliwa na magonjwa ya kudumu wakati haujakadiria. Matatizo hayo yaweza kuwa kupata matatizo ya moyo, sukari au shinikizo la damu, na pia kupoteza nguvu na stamina, na mtu pia hushindwa kutosheleza ndoto zake za muda mrefu. 9. Kutoa uaminifu na fursa kwa vile, yani poor commitment. Kukosa kumaliza ahadi na kuacha mradi au jukumu katikati. Hii huunda tabia ya kudanganya na kushindwa, na huongeza hatari ya kuanguka kimaisha. Watu wengine husema, nitajaribu kesho tena,
lakini kesho hazijawahi kuja. Matokeo yake mtu anapoteza heshima na hata kushindwa kuendeleza biashara au kazi, na pia kupoteza fursa ya kifamilia au kijamii. 10. Kukosa kudhibiti hisia na tabia, kitaalamu emotional and behavioral negligence. Kuruhusu hasira, uvivu na hisia hasi kuendesha maisha. Kila mtu ana hisia, lakini mtu anayepuuza kudhibiti hisia zake huanza kuvuruga mahusiano na fursa. Kwa muda huzalisha magongano na upweke, na huathiri kila eneo la maisha. Madhara yake ni mahusiano mabaya na hata kufeli kwa miradi au biashara, bila kusahau kupoteza heshima na hofu ya kushindwa. Tabia hizi haziharibu maisha yako kwa siku moja, lakini huunda mfululizo wa matatizo ambayo huwezi kuyapunguza ghafla. Ukishaanza kuzitambua, ukianza kuzibadilisha moja baada ya nyingine, maisha yako yanaanza kubadilika polepole. Kwa hiyo ukiendelea na hizi tabia, unajimaliza mwenyewe taratibu. Hii ni sababu kwa nini baadhi ya watu wanashindwa kufanikisha ndoto zao. Si bahati mbaya, ni mazoea mabaya ya kila siku. Ushauri wetu kwako: niangalia tabia zako leo, chukua hatua ndogo lakini thabiti. Kila tabia ndogo unayobadilisha inaweza kubadilisha maisha yako kwa 100% kesho. Na hii ni Magwesera TV, hakikisha umesubscribe kwa makala kama haya.